TV, empowering lives. In the book of Genesis 1 verse 26, they say, let us make man in our own image. And in the image of God, man and a woman was created. And then man was given responsibility to have dominion. Ati dunia yote. Umepatiwa miti, wanyama, umepatiwa samaki, umepatiwa ndege, umepatiwa kila kitu, zote umeambiwa control them. Kwa hivyo amekupatia kila utajiri ambayo unahitaji katika dunia hii. Kwa hivyo tukirudi kwa Mungu kumwambia tupatie, inaonekana hatuna kichwa mzuri. Mama, unaona kama tuna kichwa mzuri? When you go kwa Mungu kumwambia, Baba tunakuomba utupatie shamba, tunakuomba utupatie pesa, tunakuomba utupatie mali. Wewe ukiangalia ukisoma hii, then God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all earth, and over everything creeping in things that creep in the earth. We have dominion. Ya utajiri. Utajiri inatokanga wapi? Hapana. Utajiri haitokagi kwa Mungu. Hapana. Utajiri tuko nayo, alitupatia. Wakati alikupatia samaki, uitawale. Akakupatia ndege wa angani, utawale. Akakupatia mti, itawale. Akakupatia kila kitu, utawale. What again are you going back? Unaenda kutafuta kwa Mungu nini? Halo. Nataka sasa tufikirie kama watu. Wacha kufikiria kama Mkristo. Nataka tufikirie kama watu. Tujiulize, Mungu alikupatia. Tusome, tupatie Kiswahili ndio shosho waelewe. Tupatie Kiswahili tafadhali ndio waelewe vizuri. Kwa sababu kama tuliambiwa, tulipatiwa hizo vitu zote, tukapatiwa mali zote za dunia, na tukaambiwa you have dominion, unaenda kutafuta kwa Mungu nini? Unaona kama una make sense? Hapana, ufai kurudi kwa Mungu. Ufai kuitisha Mungu kitu, maana alishakupatia. Anasema kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, anayefanana nasi, atawale samaki. Afanya nini? Atawale samaki. Number 2, na wa baharini. Arudi atawale ndege wa angani. Number 3, na arudi atawale wanyama wa kufugwa. Dunia yote na viumbe vyote vinavyotambaa atawale. Unarudi kwa Mungu kufanya nini? Na utawala huko nao. Unaona ujinga wetu bali tu? Utawala tuko nao. Uongozi tuko nao. We have the dominion. What are you going back? Unaenda kuuliza bosi nini? Ndio unaona mnasubuka mara mingi sana. Because you should not go back to God. He has already given you. Verse 27. Ikarudi kasema namna gani? Verse 27 please. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa hivyo mimi na Mungu tunafanana. Kwa hivyo ile kitu Mungu anafanya, nina uwezo wa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano wa Mungu niliumbika. Kwa hivyo kila kitu na decision zote za Mungu, nina uwezo, niko nazo kufanya. Maana amenipatia vitu za kutawala. Haleluya. Kwa mfano wake. Ndio kwa mfano wake Mungu aliwaumba mwanaume na mwanamke. Kwa mfano wake Mungu akamuumba mwanaume na mwanamke. Verse 27. Nataka sasa uelewe hapo. 28. Uelewe hapo vizuri ndio uweze kujua ya kwamba already uko na vitu vyote ambavyo vinahitajikana. Kama wewe ni masikini, kule biguni unajulikana ni tajiri, lakini kuna makosa umefanya hapa duniani. Mungu akawabariki. Haleluya. Alipowatengeneza akawabariki. Sasa wewe umebarikiwa na Mungu. Na kama umebarikiwa na Mungu, ni nini shida uko nayo? Ulitoa shida wapi? If you are blessed, umebarikiwa, we muradhime. Thena nagu waruta kuna ule muradhime. Ana Mungu mwenyewe ndiye alibariki. Na akasema nimekubariki. Mungu akawabariki na kuwaambia. Akawabariki akawapatia baraka. So you are a blessed person in the first place. Na kama wewe umebarikiwa, hakuna kitu kinafaa kukuchanganisha hapa duniani. Kama wewe umebarikiwa, hakuna kitu kinaweza kuzuia. Kama wewe umebarikiwa, hakuna kitu kinaweza kukurudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umebarikiwa, wewe ni mtu unafaa kukanyaga dunia hii ni kama ni yako. Maana you are carrying the blessings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Then akawaambia, muzae. Hello. Sasa hapo mumeanza interpretation, tuende kwa kitada. Sasa hiyo ndio ujinga. Hiyo ndio ujinga ile tunakuaga nayo. Aliambiwa muzae, muongezeke. Muzae ni kwa nini? Kwa sababu amekutengeneza ukiwa bego. Haleluya.
Si bewa ya kuzaana, lakini kuzaana ni kuzuri. Ukiwa na watoto wengi ni wazuri. Mimi niko na watoto wengi na naonaga wamekuja sasa, wanapaka kuja Christmas wataniletea kama 5 milioni. Yes. My product. Alafu tunashana ikeka ya kahesi na taishi siothe. Ya sidadi maga. You can see how blessed I am. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema namna gani? Mungu akawabariki. So you are not an ordinary person. You are already a blessed. Umebarikiwa. Kwa hivyo you got no challenge on earth. Nothing can challenge you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kinafaa kukuchallenge. Haufai kulala njaa. Haufai kukosa pesa. Haufai kukosa ndoa. Haufai kukosa shamba. Haufai kukosa kitu chochote katika dunia hii. Because already you are carrying a blessing. Already. From the inception. Ulipotengenezwa, ulitengenezwa na kubarikiwa. Kwa hivyo ni nini kinaweza kukuchallenge if you are blessed? Ni nani anaweza kukuroga if you are blessed? Ni nani anaweza kukunyang'anya if you are blessed? Bwana Yesu asifiwe sana. If you are lacking something, you are lacking because there is kuna kakitu umefanya makosa. Kama ile ilifanywa na Adamu na nani? Na Eve. Maana Adamu aliulizwa uko wapi? Akasema tuko uchi. Akauliza mlijuaje mko uchi? Kwani mlikula? Akasema tulikula. Huyo mama ulinipatia alifanya nikule. Bwana Yesu asifiwe sana. But there is one point here that you need to understand. You are already a blessed person. Then you have an authority. Kuna maagizo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Turudi hapo. Akawaagiza, akawaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka underline word by word. Mungu akawabariki na kuwaambia. Akatoa authority, akawaambia. So it is not your command. It is not man's command. It is a command from heaven. He instructed. There is an instruction. Despite you being blessed, there is an instruction. Ambayo inasema namna gani? Muzae, muongezeke na mjaze nchi na kuitawala. Muzae, muongezeke na muweze nini? Mujaze nchi alafu muitawale. Kwa hivyo already you have a command of dominion. Hallelujah. Kwa hivyo kukosa chakula ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukosa kaploti Nairobi ni wewe. Kukosa kanyumba Nairobi ni wewe, si Mungu, maana alishakupatia authority to have dominion. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisa mujaze. Lakini sasa mnaangaliaga kujaza in the essence of understanding things. Tuna interpret Biblia tunasema ni kuzaa dunia. Hapana, si kuzaa. Ni kutumia akili. Maana Mungu alikutengeneza ukiwa bego. So you need to reproduce. Si ku reproduce sexually peke yake. Yes, it is part of it. Msiniulize kwani anamaanisha nini. Sexually is part of it. Kuzaa. But number 2, brain wise. Kuzaa. Because you are a seed. Every part of your body is a seed. Your hand is a seed. Your eyes is a seed. Your ears is a seed. Your body itself is a seed that is supposed to reproduce. Bwana Yesu asifiwe sana. And God created a system in you. Na watu wa dunia ndio naonaga hii maneno ndio wanajua sana. Maana mtu ule alitengeneza Coca-Cola, alitengeneza ikiwa ya kwanza. And by the way, Coca-Cola ilikuwa inatengenezwa ikiwa dawa. Haikuwa inatengenezwa ikiwa soda. Ilikuwa inatengenezwa ikiwa dawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. The first Coca-Cola, it was a dawa. Ikakunywa na mtu akasikia vizuri, akatoa akasikia vizuri. That is now the essence of God. Concept ya kuongezeka, kuzaana. Ni wewe utumie akili yako izayane ndio tutawale dunia. Mtu wa Coca-Cola akatengeneza Coca-Cola moja, kisha akaliproduce, akamultiply the first Coca-Cola, akaongeza ingine. Ukienda mahali popote katika dunia hii, hata ukiangalia World Cup, utaona Coca-Cola ndio inatawala dunia mzima because of the multiplication. Ile Mungu alisema hapa, alikupatia akili. Hakukupatia sexual organ peke yake ya kumultiply, alikupatia baka akili ya kumultiply. Akakupatia mikono ya kumultiply, akakupatia miguu ya kumultiply, akakupatia masikio ya kumultiply. Lakini sasa sisi tunakuamilia kwa moja. Na ndio imetuletea shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia zote, tumia miguu, tumia mikono, tumia akili, tumia macho na tumia masikio, na utaona mambo yako itakuwa mzuri. He has given you power. And that's why he say, I blessed them. So you are not an ordinary person. You are not an ordinary folk. You are already blessed. Whatever you touch with your hands, itabarikiwa. Maana wewe ni mbarikiwa.
Whatever you do with your legs itabarikiwa, maana wewe umebarikiwa. Ndio kwa maana amemwambia Joshua, mahali utakanyagisha mguu utamiliki, maana you are carrying a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu yote utaguza kwa mikono yako ni kitabarikiwa, maana already you are a blessed person. So use these things that you have. Tumia mikono yako kumultiply, kufanya hiyo principle ambayo tumeiona hapa. Tupatie tena hiyo 28. Hiyo principle ambayo tumeiona hapo. Yani muzae, muongezeke na mujaze nchi na kuitawala. Sio kujaza tu peke yake, hata kuitawala, mukatawale, mukaiongoze na mukafanye vitu vyote katika duniani. Alikupatia utajiri wa kukua na kiti, masofa set na manyumba, lakini hakukupatia nyumba. Ama alikupatia nyumba? Hakukupatia. Akamekupatia kiti, uliona kwenye ndoto viti vizuri, masofa seti mazuri, ama magari makubwa mazuri, lakini hizo vitu zote hakukupatia. Atishika ndio hii. Hapana. Kama ni gari aliificha ndani ya mchanga, utumie akili, uchome mchanga ikue chuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kiti alikificha ndani ya mti, akatumia akili, ingia kwa hiyo mti, toa kiti. Kwa hiyo mti toa nyumba. Kwa hiyo mti toa kitabu. Kwa hiyo mti toa. Kwenye mti kuna vitu vingi vimefichwa huko. Kwa hivyo alitaka utumie ubongo ule amekupatia. Sio sexy. Lakini wajika hapa tunasema jasa. Na si atitigua kujasa huko bego. Hapana, ni sawa, hiyo ni part ya hii. Na nika kitu kamoja. Kuna vitu vingi vimepatiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kutumia ule ubongo utatoa kiti kwenye ndani ya mti. Kwenye ule ubongo utatoa hii chuma hiki unaona imetoka bado kwenye mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii carpet unaona imetoka kwenye mchanga. Hizi manyumba unaona mawe hizi, kuna hii nyumba imejengwa ni nyumba ya gorofa. Mungu alikupatia nyumba ya gorofa, lakini aliiacha kuale kule Darugo. Hakuilete hapa. Aliiacha Darugo. Alafu akaipeleka hiyo part nyingine, akaipeleka kule Ukambani kwa mchanga. Hiyo part nyingine akaipeleka kule kwa forest kwa miti. Unakuta hii nyumba amekupatia, lakini ameiweka kando. Utumie akili uilete. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo akili ndio tunafaa. That is now recapturing your destiny. Because your destiny was not given to you. It was hidden somewhere. Mtu mwingine mkora mwerevu, mtu anajua kuiba nyota, akaigia na akatoa kiti yako huku. Akaigia na akatoa gari yako. Gari yako iko kwa mchaga, walinenea mchaga. Maana gari yote inatembea kwa barabara ni mabati na chuma. Chuma inatoka wapi? Inatoka kwa mchaga. So you don't need to go looking, praying to God akupatie gari. You need to access the code ya mchaga. You need to know what is the code ambayo inaweza kunichomolea gari kutoka kwa mchanga. That is why we speak to the soil. Oh earth, hear the word of God. Nipatie mali yangu, nipatie pesa zangu, nipatie nyumba yangu, nipatie watoto wangu, nipatie vitu vyangu bana. Vitu vyote vimefichwa ndani ya mchanga. If you can be able to understand that principle. Hii shida ya kushida ukilia ati sina pesa. Pesa ziko, ni kufichwa, zimefichwa. That is why your destiny is. That is why mali yako iko. That is why whatever that you want iko hapa chini. Iko na wewe. You are walking, unaziki unakanyaga. Ndio maana alimwambia Joshua, mahali utakanyaga utamiliki. Utajiri wote nimeiweka kwa makanyago yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sijui kama tunaelewana. Na akamwambia muzae na muongezeke. Utaenda upate huyu mtu wa Donald, inaitwa Donald. McDonald alitengeneza kamukate kamoja tu, lakini kwa sababu alisoma Biblia. Najua nyinyi wa Kristo hamjui kusoma Biblia. Mnataka pale utabarikiwa. Mnaenda kubarikiwa. Maisha yenu inaenda aje sasa bila kuelewa kule vitu ziko. Ndio nikwambie gari inakuja, lazima nikwambie gari haikujagi. Hakuna gari ya mtu imewachwa kwa barabara. Ati utapata gari kwa barabara upate muujiza. Hapana, gari ni ujue kuongea na mchaga ikupatie gari. Maana gari mchaga ndio mwenye gari. Hii kaguo nimevaa ni kama mchaga. Niongee na mchaga kanipatie kaguo kasuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yule niko naye ni mchaga. Niongee na mchaga inipatie mama. Na mama aongee na mchaga ampatie Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kila kitu kimefichwa. Ndio kwa maana unatumia akili. Hivi viungo vyote Mungu alikupatia, ulipatiwa ndio vitumike, na vikitumika vitakupatia vitu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi akasema, inchi na muitawale inchi.
Sio just kukaa hivyo. Kuitawala ni kukula na kuenjoy hizo vitu za inchi zote, maana amekupatia. Enjoy the life, enjoy everything, have your fun. I have given you the power to rule, the power to have dominion. Uko na dominion ya kila kitu. So don't worry. Ati hakuna mali, hakuna kitu kimewachwa buguni. Wacha kwenda kwa Mungu kuitisha Mungu. Hakuna kitu amewacha huko. Kule ni yeye tu anakula, anajivinjari, anakula ma breakfast zake na tukuku twake huko, na kile kitu anakulaga huko juu. Yeye huko maisha yake iko msuri pale. Wachana na Mungu. Soma kitabu vizuri, uelewe mahali alificha vitu zake, uende utafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaja kushinda ukisubua Mungu, baba, unaona venye niko na njaa. Baba, unaona watoto wangu wako kula jana. So what? Alikupatia na akakwambia amekupatia mamlaka utawale. Kwa hivyo kama una chakula ni ujinga uko nao. Kama hauna kanguo kazuri ni ujinga uko nao. Kama hakuna kitu hauna ni kwa sababu hujui kwenda kutafuta. Wewe ni mzembe. You don't even understand you are a blessed person. You don't even understand that you are a glorious man of God. You don't even understand that you are not an ordinary person. Hallelujah. Wewe ndio ulipatiwa utawala. Wanyama hawakupatiwa, hata malaika hawakupatiwa what you have. You are more superior than angels. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo akamwambia mtawale samaki wa baharini. Mpaka samaki unaambia utawale samaki. Kwa hivyo ufai kulala njaa maana samaki wako. Hallelujah. Ama mlifikia samaki za Wajaruo? Samaki si za Wajaruo. Hapana, Mjaruo sikuje kukisia uoga. Samaki ni za mtu wote. Tuliambiwa samaki tutawale za baharini. Ndege wa anga wote tuwatawale, ni chakula yetu. Na kila kiumbe chenye uzima kinachotembea katika dunia ni vyako, kwenye utajiri wako. Sasa hii ni ng'ombe. Hiyo umevaa ni nini? Hiyo umevaa? Kiatu hiyo umevaa. Si ni kosi. Ilifichwa kiatu, kilifichwa wapi? Kwa ng'ombe. Na wewe unang'ang'ana kwenda kutafuta Mungu akukwambia msaidiane naye na nini? Unahadi kwa sharia gai wake. Unaenda kumtafuta kumsubua kwa nini? Msubue kwa vitu zingine ambaye haviko hapa. Lakini kama hii ati kiatu, uende kwa Mungu kuomba kiatu. Na aliiweka kwa ng'ombe. Si uende kwa bucha aliuchije ng'ombe. Utoe kiatu hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akakupatia asali. Aliambia wana wa Israeli, hiyo nchi ninaenda kuwapatia iko na asali na nini? Jamaa walienda kutafuta asali. Kitu ya kwanza walielewa, Joshua na Caleb walielewa. Kama kuna maziwa, kuna ng'ombe. Haleluya. Kama kuna asali, kuna nini? Sasa ni nyuki, aliwaambia kule kuna nyuki. Hakuambia kule ati mtaenda muanze kuchota asali. Kule kuna nyuki, mkienda huko mtakula asali. Kule kuna ng'ombe, mtakunywa maziwa. Kule kuna vitu Mungu hawezi akakutuma mahali na akakosa kukupatia vitu katika hali hiyo. You must be given provisions. God is not a God that hana mipango kama sisi. Sisi anaweza kukwambia nenda Mombasa ukafanya kazi, alafu there is no provision, there is no planning. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tunaelewana. Tunaelewana vizuri? Yes. Basi akawapatia ndege, akawapatia kiumbe chenye uzima, hata sisimizi. Ni sisimizi, sinaitwa sisimizi. Digiriri. Ni chakula. Wachanga kukaona kameingia kwa chakula unakaua. Ni chakula. Ulipatiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nzige ulipatiwa, hiyo ni chakula. Hello. Sijui kama mnanielewa. Hata nyoka ni chakula. Si Wachina wanakula nyoka? Wachina kuna sehemu ya China, northern part of China, ukikula busi unakufa. Busi hii tunakula hapa. Ukikula busi unakufa. Iko na sumu. Na sisi tukikula ubwa tunasema tunafanya nini? Kule wao ubwa ndio ile chakula muhimu kuliko chakula kingine. Nilienda huko, nikaenda Shengsheng, nikaenda Padio Guangdong. Mimi nilikula chura bila kujua. Mimi nilikuwa nafikiria ni inaitwa kwa tia. Hii tunaitishanga ya kuku. Wings. Nilikuwa nafikiria ni chicken wings. Nikakula vizuri. Alafu nikakuta kulikuwa mpaka na kipande cha nyoka hapo ndani. Nikakula, ni samaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nilienda nikifikiria nitakufa, mimi sikukufa. Mshaina aliniambia good for soup. Iko hapo. Kwa hiyo supermarket, ukienda kwa supermarket ile kioo inawekagwa manyama, utaona nyoka iko hapo ndani ya maji inapita huko, anakuambia this good for soup, this good for meat, this for good for muscle. Kuna kila nyoka kuna ile kazi inafanya. Wale wakati wameenda China. Mtu ameenda China akaniconfirm to me, ushaenda China? Yes, si umekula.
Yeah. Hakuna mtu amekanyagisha miguu yake chini hajakula nyoka, hajakula chura, hajakula hizi vitu zote mnakataaga. Tumekula, mimi nilikula hapo Gwanzu, nilikula. Maana walisoma Biblia wakajua ya kwamba these things are meant for us. Hakuna kitu kiko na sumu, hakuna kitu kibaya. Ndio naona marastafari wanafuta bagi wanasema iko kwa Biblia. Yes, ndio hiyo mumea iko pale. Ni venye hawaelewi mumea hii inatumika namna gani. Marastafari anehoye. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua wananitazama kule. Lakini if you can be able to understand that there is nothing in heaven for you, everything is on earth. Kila kitu iko hapa. Maisha mzuri. Wachana hawa Kikuyu walituibia karibu jakera kanyumba. Kona ineko igoro. Keruruine kia muti wa moyo. Honageko huroka. Yani unasikia mpaka amesema ajekiwe kona plot kule biguni. Wakikuyu. Anataka kona plot. Hataki plot hivi. Maana Wakikuyu ni wakora. Wanataka kujificha kwa kona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, hataki anataka kwa kona. Kwa nini unataka plot ya kona? Kwa sababu umekoka watu wengi sana. Na huko unataka kwenda kufanya na hiyo kona plot iko na barabara ya pandi na barabara ya pandi hiyo. Sasa anahesabu ka supermarket kanaweza kuingia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to understand that which God has given to us hapa hakiko kule biguni, kiko hapa. You can only access it here. Bwana Yesu asifiwe sana. So understanding is being able to understand your purpose. Kujua who are you. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kilifanya Sulemani asfaulu na ashinde. Hakuomba pesa, hakuomba mali, hakuomba kitu kingine. Aliomba kile kitu hakiko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. He never asked for a tract of land. Hakuuliza magari, hakuuliza security. Alijua kuna kitu Mungu hakupatiana hapa duniani. Wisdom inakuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio aliitisha Mungu, nipatie wisdom. Ndio niweze kuongoza watu wako na niweze kuwapeleka kwa njia ambazo ni kamilifu. Alipoitisha hiyo, na uangalia kuitisha hekima, kuitisha wisdom, alitoa sacrifice gani? Alitoa ng'ombe 1,000 sacrifice. Kwa hivyo kuitisha akili ndio akili uweze kutabua vitu zako ziko wapi. Lazima uinue dhabihu. Lazima uinue sacrifice ambayo itakubaliana na mchaga. Mpaka mchaga ijue yes. Alimwaga damu, kunasemekana kwenye Biblia ati ilimwaga damu mpaka hiyo damu ikamufika kwa miguu hapa. Ile kuchinja mang'ombe. Mpaka akachoka, akaenda kulala. Kwa kuchinja peke yake, akachoka akaenda kulala. Mahali alilala Mungu akamtokelezea, maana aliguza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio upate wisdom, upate, maana ameficha vitu zake vyote, amezificha. For you to access vitu zake, maana amevificha, unahitaji wisdom. You need to seek God for the wisdom. You need to give a sacrifice for the wisdom, for God to give you that wisdom to have the access. Maana kuna watu wanafanya kazi, analipo mshahara mzuri sana. Kuna rafiki yangu hapa anafanyaga na UN, amekoboa nyumba ya 1,900 kwa sababu analipo salary ya 2 million. Ako na 1,000 ngapi? 900. Kisha angalia matumizi ya nyumba ni kama 1,500. Wageni wanakuaga huko mabuzi, mimi ndio nampelekeaga mabuzi ya kukula. Bwana Yesu asifiwe sana. Na makuku ndio namsapuleaga huko kwake. Mpaka siku moja nikamuuliza, salary yako inafika kitu 2 million. Si utoe ka milioni kamoja tuende hapa Buroti maguta. Ka milioni kamoja. Buroti maguta. Tuchukue next salary. Tumwage mawe, daddy salary, ukuwe na kinyumba kiliko hiki cha RUTO umekoboa 1,900 milioni 1. Akaniambia hiyo maneno siwezani nayo. I am too busy. Mimi nikajua kitu kimoja. Amepatiwa vitu, amenyimwa wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameshindwa kuaccess kujua there is a future. Kuna future yako. Na hiyo ndio makosa mingi tuko nayo. Tumekosa kujua we have a future. Kukosa kuelewa future ni kwa sababu hauna hekima. Na kukosa hekima ni kwa sababu haukujiunganisha kuinua madhabahu ya kutafuta hekima. Sulemani alipata hekima na akakuwa na kazi kubwa na mzuri sana. Aliweza kuwaleta viongozi pamoja. Yeye hakutafuta hekima ya kuongoza raia, alitafuta hekima ya kuongoza viongozi. Akajua hai clan inajua mambo ya bao.
akawalete hapa. Akajua hii kirani ni ya kuchimba mawe na inatoka, akalete hapa. Akajua hii kirani ni ya chuma, akalete hapa. Akajua hii kirani ni ya kitu fulani, akalete hapa. Akachukua viongozi wao, akawashika, akawaambia nimewapatia anointing, nimekuwekelea mkono, fanya kazi yako venye inastahili. Sifa zote zilirudi kwa Solomon. Maana watu wa bao walijenga viti, watu wa mawe walienda kachimbua mawe, watu wa kile wakalifanya hiyo, watu wa vugaji wakafanya ufugaji, watu wa kuku wakafanya ukuku. Kila kitu kilifanyika. Maana alitumia hekima kuweza kujua viongozi na watu ambao wako na taaluma fulani. Hiyo ndio hekima tunaomba. Kujua yule mtu anashona kiatu, sio wewe mwenyewe mwenye kushona nguo. You must have that network. Bwana Yesu asifiwe sana. You must have those networks. Kujua ya kwamba yule ako na kiatu, mtengenezaji wa kiatu, sio mtengenezaji wa nguo. You must have two. Na sio mtengenezaji wa kucha zako. You must have the third one. Na sio mtengenezaji wa nywele yako. You must have the fourth one. Na sio mtengenezaji wa vitu vingine, nyumba yako, utensils, meza, vitu vingine. You must have them for you to succeed. You must build a network. Hekima ni kukua na nini? Na network. Maana ukienda kulima unahitaji mtu ule anahitaji kuagirigasha. Si ndio? Ukienda kulima unahitaji, ukiwa na ng'ombe unahitaji veterinary mwenye anakuja na kupatia advices. Mimi wakati nilianza kufuga mang'ombe, ng'ombe karibu tangu 3 zilikufa, na zilikufa kwa ujinga mdogo sana. Mdogo sana. Maana nilikosa kuelewa. Mimi nilikuwa naangaliaga mamangu nyumbani wakifuga mang'ombe. Naona venye anafanya, anaenda na anatafuta ile miti ingine inaitwa sijui ni mehoidhia na ingine mwenu, atunachamusha ati ng'ombe imehohita. Sasa mimi sikuwa naelewa hiyo kuhohita yao sio kuhohita ya Nairobi. Mimi nikaenda nikachamusha mwenu nikapatia ng'ombe. Ng'ombe ikafura zaidi. Kaka kidogo ikatoa manini hapo, ikaaguka ikakufa. Na daktari akakuja akaniambia haikuwa na hiyo kitu ulifikiria, ilikuwa na pneumonia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nilikataa kutumia hekima ya kutafuta ule mtu anaelewa. Mimi nikafuata mama yangu, na mama yangu alikuwa anajua vitu zao, na kuna vitu zao alikuwa anafanya. Nikaruhusu ng'ombe 3 kwa sababu ya kutoka kwa nini? Na hekima. Na watu wengi wamekosa kuishi, watu wengi wamekosa doa, watu wengi wamekosa biashara kwa kutokuelewa wewe umeitwa kwa lengo gani. Kuna watu wameingia ndani ya biashara and they have never been called for business. Kuna watu wameingia kwenye taaluma tofauti na haujaitiwa. Ni kusoma ulisoma, lakini haujaitiwa hiyo taaluma, hauelewi ujuzi. Maana vitu nyingi zinahitaji kuelewa kutoka kwa Mungu. Kunahitaji hekima ya Mungu akupatie ufunuo, akwambie wewe nimekuita kwa ajili hii, na hakika ukienda kuigusa unaona inaendelea na inafaulu. Lakini sasa tunatambaleka huko. Mtu ameambia, amehubiri siku moja, ameshika microphone siku moja, anasema mimi ni pastor, na haelewi pastor ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ni muinjilisti, anaanza kuchunga kondoo akiziua, anapigana kwa kutoelewa taaluma zetu, position zetu, na vile kule Mungu ametuita. That is why we go to nations. Unakuta mtu ameenda Qatar na alikuwa aende Germany. Unaita mtu ameenda Amerika na alikuwa ameenda Uingereza. Ukienda Amerika maisha yako inakwama, lakini ukirudi Uingereza inafaulu. Amerika kuna pesa mingi kuliko Qatar. Wewe ulienda, badala uende Qatar kule ulikuwa umeitiwa, unaenda Amerika. Amerika pesa inakosekana, unaamua kurudi padi hii. Unakutana na mtu anakuconnect, anakupeleka Qatar. Qatar unapata kazi nzuri because there is a call. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to get to access the power of God, for you to access what God called you for, because hakuna kitu kinaweza kukuja kwako kama hakijaitanishwa na wewe. Hiyo nguo umevaa ni kiwanda kilitengenezwa China, na kilipotengenezwa God had you in mind. Did you know that? Hiyo nguo umevaa ni kiwanda kilitengenezwa China, and kikitengenezwa God had you in mind. Ati nguo yako moja itatoka huko, na hiyo nguo ikakuja ikitoka China. Mgekoyo moja ama msumari mmoja akaenda Equity akakopa pesa. God had you in mind. Hiyo pesa ndiyo apate mkopo. Mungu alipatiana mkopo kwa sababu yako. You are one of the reason that man alipata mkopo. Ndio aende akuchukulie nguo yako hapa yuko China. Akakuja kuna mgekoyo hapa kwa store hapa, naye Mungu akampatia maono, ende ukomboe store. Ndio hiyo nguo ikifika kwa Mchina ikuja kwa store.
Na huyo Mungu akapatiwa pesa, akapatiwa nini? Pesa na Mungu. God had you in mind. Ndio nguo yako ifike pale. Na wewe kutoka Gong na kutoka Rogai, kutoka Kajiado, ukatangatanga kuja kutafuta nguo. Ukapita store 100 ukitafuta nguo. Baka bahari ulienda ukasimama ukaona niyo hii. Because there is a connection. Imetoka China na ni connection ya kimungu. You have to have that connection for you to access the blessings of God. For you to access, for you to become prosperous, for you to win battles, for you to conquer this world, you must have the access, the cords. Hizo ndizo tunaitanga cords ambazo zinakuconnect, zinakupeleka mpaka mahali unastahili kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to get this, you have to defeat laziness and you have to eliminate distractors. Lazima ushinde laziness. Kwa sababu nguo kama imefika Nairobi na huko Kajiado utaki kukuja Kajiado, itakukujia wapi? You must come. You must go and get a loan so that you can be connected to the buyer. Because kama hautachukua loan ndio utukue duka, God will never bring that buyer. Because this buyer, hiyo nguo yako umevaa, katika ulimwengu wa kiroho imeandikwa jina yako. Kwa hivyo lazima itakungoja mpaka ukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna manguo ziko kwa stall zimewekwa huko zikigoja akili yako irudi timamu ndio uende uchukue. Kuna watu magari yao iko Mombasa kwa port imekwama huko, ndio akili yako ikigojea wewe akili irudi sawa ndio uende uchukue. Kuna watu wako hapa wana mabwana na mabibi wako hapa wakibeba kuwa hapa mizigo hapa, unakikuta kimzee labda ukiingia hapa simulikutana na kimzee hapo kimebeba mzigo kina mama toka ukakiangalia kikijido hii huyu mwana kenani uwe mudhakari anafanya hii kazi, kumbe ni bwana yako, sio mbwa, ni bwana yako. Na Mungu amekupitisha wewe umuone, maana Mungu anasema nitakuonyesha vitu zako. Isaiah 45, nitakuchomolea vitu ambavyo viko ficheni, vitu ambavyo wameficha nitakuchomolea. Kumbe hicho kibwana ni kitu kimoja kimefichwa, na huko tunataka baba ninakuomba nisaidie na Bwana, nipatie Bwana, nimechoka kukai. Na Bwana amepitana nayo na hata umemuita kubafu hapa tu. Na hata amekugoga na gunia ndio umuangalie. Umekataa kumwangalia maana wewe ni special. Kumbe umeshindwa ku identify the code ambayo inaweza kukupelekea kwa watu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we are missing men. That is why we are missing women. That is why businesses tunafungua biashara nyingi zimekufa. Tumefungua vitu mingi havijafanya kazi because we are not connected to the codes. If you get connected to a code, everything will work for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, nimengangana na kanisa hapa. Si mnajua hii miaka 2 tumengangana hapa. Tukijaribu kujaza kanisa inakataa. Angalia kiwanja. Sasa can you compare? Kiwanja inajaa inafurika, watu wanajaa, kanisa inakataa. Because my code iko pale. Niende nikazungumzia wale watu. Niende nikabadilishe souls. Niende nikaambia watu wabadilike. Sasa utaona kutoka sasa kanisa itajaa mpaka tutaenda shamba ingine kubwa kwa sababu nimeingia kwa ofisi yangu. Hii ofisi ya hapa ndani ni akina Harrison Nganga. Hao ndio wanakaaga hapa wanasema, "One. Ogwa nigwa wokere." Kaogwa nigwa wokere. Yes. Na sisi tunaenda tukichota tukijaza makanisa. Tukichota tukijaza makanisa. Makanisa tujaze na tubadilishe sheria, tubadilishe maisha ya watu, tuwalete kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. When you get right into the right code, you become successful. You win every battle. Na vitu vinakuaga soft. Hala. Yani unataka kuniambia ni moshi yeso kubuka na ndege huko atiwadhiko huje. Baka nasikia watu wengine wakisema, hiyo ni Illuminati. Kwa sababu hawaamini ati Mungu wangu wako na pesa. Hawaamini ati Mungu wangu ana uwezo. Hawaamini ati Mungu wangu ndio mwenye silver na gold. Hello. Wacha hiyo, tutakuwa na private jets. Before niondoke dunia hii, nitakuwa na private jet. Tutirethia gatukigiana na Somali ndege-ine. Acha. Ati tena kenda Masomali hapa wamepaka ile vitu zao, wamekaa hapa na unajua wamejifukusia ile vitu ananuka, anatoa harufu nyingine. Kwao ni manukato, mimi kwangu si manukato. Sasa tutaenda naye kwa ndege moja kwa nini? Na mimi ni mtoto wa kibiguni. Niende na ndege yangu private kama RUTO. Sana unanga mnasema ati RUTO amechukua pesa yenu, amefanya unajirani. Oba hata wewe siku moja ubebwe na private jet. Furahia RUTO anabebwa na private jet. Ni mtoto aliuza kuku
kule Sugoi. Alikuwa anasimama kwa barabara akiuza kuku. Ameachieve, amepanda. Hata wewe ukikasi mtu ati kwa sababu anaendesha ati ni pesa gani? Ni pesa ngapi yako amechukua? Uchumi ni baya. Ni kitu gani moja imetoka kwako? Tangu RUTO akuwe president. Kuna kitu kimoja imechukuliwa kwako? Kuna pesa imechukuliwa na serikali kutoka kwako? Ni pesa gani yako unasema amekula? Pastor, ni nini yako amechukua? Si ulikuwa unatembea mguu akikuwa president? Na sasa bado unatembea venye ulikuwa. Sasa ni nini yako moja imechukuliwa? Ukiona mtu amebarikiwa mpiga makofi na waambie Mungu ningetaka kuwa kama yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kuanza kusema ni pesa zetu. Pesa gani? Nitolee pesa kwa hii account yako. Ile account yako ya Equity iko na shilingi 800. Tuambie ni shilingi ngapi 3 zimetolewa hapo. Ati aliiba. Mnasema aliiba. Yes, ameiba. Hakuiba kwako. Hakuiba. Yes, ni yeye. RUTO ni mwizi kabisa. Kagwaro. RUTO akiwa kwa cabinet meeting, asikie Waruinge amekuja hapo na kataito kashaba, atawachana na cabinet meeting, aulize ni iko wapi, apigie wani wa shaba, hebu angalia kama fanya search haraka haraka. Hiyo RUTO ameubwa hivyo. RUTO akiona kuku apitagi, ushaiona akienda kwa rally hivi aone kuku nyingi ziko pamoja, anasimamaga hapo kuziangalia. This connection yake iko na nini? Na makuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe tafuta connection yako. Hata wewe you can be a president. Hata wewe you can be a minister. Hata wewe you can be like Waruinge. Nani akisema Waruinge anaweza kushika microphone ya ubiri? Nobody. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlikuwa mnaniita kengei? Agamba mweba? Walikuwa nasema ni kengei? Hallelujah. Sasa kengei ndio mmekuja kusikiliza. Yes, because I am connected. I am connected to my blessings. Just connect yourself. Find a way. Toa sacrifice. Ukitaka kujua your connection. Maana Solomon alikuwa already a king. Solomon was already a king. Alikuwa na security. Alikuwa na magari. Alikuwa na kila kitu. But akajua kuna connection sina. Akaenda kwa Mungu. Akaambia Mungu, niko na kila kitu, maana ninajua kutawala kama baba yangu. Nimekaa na baba yangu. Nimejua wazee wa baba yangu na wajua. I know everything. So what does kila kitu hakuwa nao ni hekima ya kujua kupanga watu. Wenye unaona RUTO anatupanga. Yes, in 6 months tutatoa hii barabara, itakuwa imekamilika. Tumetoa 600 million kwa hii kazi. In 6 days kuna contractor atakuwa on site kupanga watu. Na watu wanapiga wanasema 2 term. Wewe ukirudi kugeuka kwenda kwa 1 term, ashapita, ashatangaza, ashadeclare kwa hewa. Najua sisi ni wajinga sana. Unafikiria umemshida ati umeenda kwa Mwamonyoro. Hakuna. The moment he declares he is a king, ako na anointing. The moment you two agree, yeye na nyinyi mna agree, yeye ako na mafuta iko juu, ashakukamata. Alafu anawapatia pesa, ashawanunua, ameresi sacrifice. Kuna kumshinda, mtamshinda. Ni mtu anajielewa, anajua ni nini. Ati toko di hotu ya pesa tushoke to. Yes, mtachukua, lakini utadeclare 2 term. Utadeclare. Na yeye atadeclare 2 term. Na wewe udeclare 2 term. Arudi awekelee beko yake. Wajinga nyinyi. Ati 1 term, sisi amda. Mkishida huyu mtu mkujia hapa 1,000,000 kila mtu. Mkimshida na hiyo 2 term yenu ama 1 term yenu. This is a man on a mission. Ni mtu anahitaji kuelewa secret za kibiguni za kutoa mtu kama huyo. Si za karatasi. Si za karatasi. Karatasi haiwezi mtoa. Ogoja mtaona hapa. Hapa kwa Kikuyu. Sitaki kumention ni wapi. Hapa kuna watu wako na madevu mingi. Ogojea hapa. Ndio mtaona, ndio mtajua. Tujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sawa? Umeelewa mahali ulipotelelea? Wacha kurudi kwa Mungu na matetamiki. Enda kwa Mungu na shukrani. Ndio kwa sababu leo tumekuja hapa na shukrani. Sasa unataka kuniambia hiyo chopa nilitoa biguni? Nilitoa biguni? Hapana. Hiyo chopa ni ya Muidi. Muidi hata jui Yesu ni nani.
Nilienda nikamwambia, akaniambia leta pesa, wekelea pesa kwa mesa. Nikamwambia pesa sina, akaniambia basi kwenda. Nikapigia marafiki wangu 3 4 hivi, nikamwambia nataka kwenda kwa kiwanja na chopa. Wakaniambia tupatie account. Akaweka. Hakuna maombi ilifanya hapo. Hapana. Hakuna maombi. Sikufanya maombi. Nililipa. Nililipa. Dereva akakuja akanibeba, akanipeleka kwa kiwanja. Sasa unaanza kuja ate baba, tutengeneze timu ya intercessory ya kuombea ndege ikuje. Itatoka wapi? Haiwezi kuja. Bwana asifiwe sana. You have to do something. Because already kila kitu ililetwa hapa duniani. Ni wewe utafute kodi ya kuingia, kwenda kwa kila warehouse, hizo vitu zako kule zimefichwa. Wewe uchomoe, unachomoa. But to get these things, you must have watu 4 katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wangapi? 4 katika maisha yako. Mtu wa kwanza ambao unamhitaji kabisa anaitwa divine connector. Kama sasa mimi hivi, I'm your divine connector. I may not give you anything. Na sasa sina pesa ya kukupatia, lakini niko na connection ya kiroho biguni. Nimekuconnect leo. Nimekuambia wacha ujinga ya kuobaga Mungu vitu kule biguni, ziko hapa. Enda utafuta connection. That is what you needed to understand. Wacha nakwambia ati lazima uombe ndio gari ikuje, lazima uombe ndio mama akuje, lazima uombe ndio mzee akuje. Hapana. Hizo vitu already ziko. You need a code to understand what is the code to have a vehicle, what is the code to have a church. Ni sasa mimi nimeunderstand kukuwa na kanisa kubwa na ijae, lazima niende kwa kiwanja. Halo, tukienda mikutano mingine 2 3 tutakuwa na kanisa kubwa kuliko hii mara 6, because tumejua ku access. Na the moment you access your code, milango yako haitafungwa tena. Isaiah 45, milango yako haitafungwa tena. Alishika Cyrus kwa mkono wake wa nini? Nipatie Isaiah 45. Alimshika kwa mkono wake wa kulia. Bwana Yesu asifiwe. Akavunja milango na malango zote ambazo zilikuwa against him. Akateketeza. Once you become right with God, God will be right with you. And vitu zake zote zitakufuata tu kwa sababu you are right with God. Isaiah 45 please. Yeah, na nipatie na Kiswahili. Things when you get connected with God, kila kitu unakutanga biashara unaitiwa bure, unaitiwa pesa bure, unaitiwa kila kitu bure, lakini si bure, kuna kitu ulipada ndio kinafungulisha milango. Yawe anasema hivi kwa Kiro. Kiro ni nani? Ni mtu. Kiro ni mtu anaitwa Silas, mchaguliwa wake. Yaani ni mtu ambaye ni mchaguliwa, anointed person, a man called for his purposes. Akamwambia nilikuchagua kuwa mfalme kwa kunitumikia. Already ni mtu amechaguliwa, ambaye alichaguliwa kuwa mfalme. Na unaweza kuwa mfalme na ukose vitu za dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa mfalme na ukose vitu za dunia. Alafu akasema nilikuchagua kuwa mfalme kwa kunitumikia. Ninaimarisha nguvu yako kusudi uyashinde mataifa mbele. Ninaimarisha nguvu yako kusudi ushinde mataifa yaliyo mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kuimarishwa, na kuimarishwa ni kujua kupata connection. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaimarisha nguvu yako kusudi uyashinde mataifa mbele yako na kuzivunja nguvu za wafalme. Si kama unanielewa kama umeshika hapo. Na kuvunja nguvu za wafalme. Wale wafalme wanaozungumziwa hapa ni vile vigezo vimewekwa kuzuia baraka zako. Kuna watu wako, kuna vitu viliwekwa vikashika biashara yako, vikashika ndoa yako, vikashika maisha yako, vikashika watoto wako. Mpaka sasa you are held captive, and God is giving you this power kushinda wafalme walio katika maisha yako. To defeat them. Maana walikuwa na mpaka wakati Mungu alikushika makono haungeweza kuwashinda. Until God holds you by your hand. Until God akushika hivi, hatungeenda pale Jakarada. Jakarada hakuna mkutano inafanyikaka na inakosa magas. Watu wanaporwa masimu, watu wanapigwa, watu wananyang'anywa. Mlisikia mtu alinyang'anywa? Hapana, hakuna mtu alinyang'anywa. Hiyo kuna kuwaga na vita, lazima kuna tokeaga vita pale. Maana Raila alichija mabusi hapo ndio alitukua na toleaga makafara. Mweja alitoleaga makafara zake huko. Mugeke tulitoleaga makafara huko. Hakuna mkutano imekufanyika pale ikatoka na amani. Lazima vita itokee. Sisi ilikuwa na amani. Tukasema tukamwaga mafuta chini. Tukasema hakuna damu itamwagika siku ya JNC. Kuna damu ilimwagika?
Hakuna. Nimekaa nimechukulia kutoka Nakuru kila mahali peaceful, because we were in the right place and we were being held. Tulishikwa mkono na Mungu na akatuitania, akaita watu wakakuja wakajaa kiwanja, ndio waone na wakuwe mashahidi ya ile kitu tunasema. Ndio anasema kusudi uyashinde mataifa mbele yako na ukuzivunja nguvu za wafalme. Mimi ninafungua milango ya mji mbele yako, na hakuna mlango utakaofungwa. Akifungua hakuna mlango utafungika. Na amekwambia nimekupatia nguvu za kushinda wafalme. Tulishinda RUTO ama tukumshida? Tulimshida. Tulishinda Gachagua ama tukumshika? Tulishinda Uhuru ama tukumshida? Wafalme wa kumwaga damu tuliwashinda? Tuliwashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio sisi, ni kwa sababu tulijiwakilisha kwa wakati ufaao, akatushika mkono. Na kwa sababu hiyo mlango imefunguliwa, hakuna mtu ataweza kufunga. Hakuna mtu ana uwezo. Kama mlango yako imefunguka, hakuna mtu ako na uwezo wa kufunga mlango wako tena. Ukipata huyo mtu anaitwa divine connector, you are already connected. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, utafute watu wanaitwa men of access and influence. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu kama hawa, kama singekuwa na wao, mkutano huo bado ungekuwa kidogo. Niliwatafuta nikawalete hapa, tukakula chai pamoja na mayai pamoja, tukaabiana sasa tumekuwa kitu kimoja. Tukaenda kiwanja, niliwakuta kiwanja wakiomba. Saturday walikuwa huko wakikanyaga ardhi hiyo, wakiitisha watu wajae, wakiitisha watu. They are men of access and influence. You must have them. Bwana Yesu asifiwe sana. You must have them in your life so that they can influence things for you. Wakati nilihitaji barua hiyo kiwanja, kupata hiyo kiwanja barua ni shida. Nilipigia Sakaja nikiwa hapa. Nikaambia Sakaja, mimi naenda Jakaranda, ninahitaji barua. Akaniambia tuma mtu yako haraka haraka. Because Sakaja is the governor and is my friend and is a man of influence. Bwana Yesu, you need those people. Wacha kukaa gumu kama jugu karaka. Najua kuna watu wamekaa gumu kama mtingoe wa gara. Amekaa tu gumu, hana relation, hana mtu anaweza kupigia simu, mtu mkubwa, hana mtu anaweza, hata namba ya apostle hauna. Na mimi niko na influence. Yes. Mimi kupika kasimu kamoja tu nafunguliwa mlango. Hata State House nipige hapa, nipigie RUTO hapa, atachukua. Because I have influence. Bwana Yesu asifiwe sana. Get connection of people that has influence and connections. Ndio wanakuconnect. Unataka tenda mahali fulani, unapata kuna mtu amekuconnect haraka haraka. Unataka kwenda Abidjan na una ndege haraka haraka. Unapiga simu bili, unakwambia kunapatikana ndege, utapita Rwanda alafu uende Abidjan. Hivyo haraka haraka kuna watu watakuconnect, lakini kwa sababu haujui utakaa hapo ukiongojea ndege ya next year. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Ukienda Israeli lazima ujue nguo mzuri kama hii mahali inatoka. Ya rais tena. Ni mzuri, ni ya rais. Unajua nguo za mama siku hizi zimekuwa rais. Nguo kama hii unakuta ni ya 200 na 300. Lakini nguo mzuri. Lakini kwa nini? Ni nguo mzuri. Mimi sisemi ni baya, ni rais, lakini ni nini? Ni mzuri. Wamama wewe. Bwana asifiwe wamama. Hallelujah. Yes. And number 3. Get into your life gifted people. Kama hao naona wako na kamera hapa. Mimi ukiniambia nisimame hapa na kamera. You must get gifted people. People ambao wako na gifts tofauti. Watu wanajua kuhubiri, watu wanajua gifts za kibiashara, watu wanajua gifts za kufanya vitu technical, wanakufanyia haraka haraka. Once you get those people, they you are connectors to where you are going. Sasa mimi ninaona dunia mzima, kata si ya huyu mjamaa na hajasoma kuniliko, lakini yako na akili mingi kuniliko ya kuoperate hii kitu. Bwana Yesu sasa, mimi niko na degree 3, yeye labda hata hana, lakini siwezi kufanya hiyo kitu anafanya. I need that connection for me to get to where I want to go. I need connection ya yule alikuja kufunga hizi speaker. Ni mtu wa class 8, mimi ni mtu wa university. Kushikanisha waya hapa siwezi. I need those gifted people. In your life, in your session, in whatever you do, get the gifted people. They will help you to get to the next level of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Waje kukaa gumu kama busaa ya Waluya ya kuvuta na molisha.
Najua tulikuwa tunavuta hapa Kibera. Lakini hiyo kitu mbona iletagi magonjwa? Unakuta kila mtu ameweka watu 10 milisha yao iko ndani na wanavuruta wakirudisha. Wakitoka huko wanaenda wakipiga sukuti. Ungapita huko. Kabusa kamepanda. Ya mulisha. Naweza penda kwenda kuvuruta kidogo huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. They are key assets with specialized skills. These people are very key assets because they have special. Kama secretary. Ukikosa kuwa na secretary mzuri kwa kampuni yako itaanguka. You are the boss, you have money, you have billions, you have everything. Ukikosa a secretary who is specialized, wa coordinate maneno yako, utakufa. Ama wa secretary mwenye hajui secretary, atakuua. Atakuua na watu. Hataki kujua kama umepumzika moja pumzika, anakuletea watu. Hata usiku anakuletea watu. Asubuhi anakuletea. Hataki kujua, anasema mlikusema ulikuwa umeambia mtu fulani akuje hapa saa 2 asubuhi. Yes, amemleta hapo. Amepanga wengine kama nani. Alikuwa secretary wangu alikuwa ameniwekea kiti pale. Anapaka watu pale. Wengine amewapaga hapa, wengine wamepaga pale. Nikamuuliza, kwani unataka kuniua? Na sasa hiyo nimetoka tu hapa kuhubiri kwenda huko. Immediately ndio huyu hapa. Kuna Njoroge anataka kukuona, kuna Kariuki anataka kukuona. Namuuliza, uwezi kunipatia hata kabili tu nikunywe kikombe ya maji? Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna unaweza kuta yes, anajua na hata watu hapo akisikia hivi na nimesema, ama angalia macho yangu kama ni mtu skill, unaona anaenda anatoa hawa watu, anawadanganya, anasema hapa kunataka kuoshwa, twendeni tukae pale. Ndio aondokea nini? Goli. Yes. Because ni skilled, ako na akili, anajua kusoma macho, anajua kusoma venye hata wrinkles zimejipaka pakia. Unajua mdosi amekasirika, dareda wana. Halo. Na watu wanajua anakaa pale wananiangalia. Kwa mlango anaangalia Nyasha anakaa pale. Hata kama ni saa 5 usiku atakaa huko. Sasa hiyo nimechoka, nimetoka hapa nimechoka. Naenda mpaka naona natembea hivi. Nahitaji kama dakika 20 nipumzike, nikunywe katumaji, kama kuna kasupu kama moteta nikunywe kadogo, at least nirudishe energy kidogo. Utakuta wamepanga line pale. They don't care. They don't care. And unakuta watu, ukikuwa na secretary mwenye understand hawa watu, they don't care. Wanataka kukunyonya tu mpaka wakumalize. Ukikosa secretary mzuri anajua bosi yangu ni kunyonywa na nyonyo. Ajue venye anacheza, akili arudishe huko. Utanyonywa utakufa. Na watu watakuja mazishi kukuangalia ukisiku. Kayale dukataje gai. Gai yakuga gokedo kiria kega. Na si Mungu, ni nyinyi mmeua. Nikitoka hapa kwa madhabahu usinifuate pale, wacha kukuja. Tumia akili ujue nimechoka. Wacha kukimbia. Sad, don't come see me. Don't. Just go home. Endo pumzike. Not unless it's something very special. Don't come. Wacha kusubua ati tulikuwa na appointment. Ya nini? Nilikupatia appointment ukuje kanisani nikuhubirie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipatie na mimi. Sasa hiyo maneno yote mnafikiria inatoka wapi? Mnaona nikiokota hapa? Si inatoka kwa akili. Sasa mimi natumia akili full blast. Na akili nikitumia akili, damu ndivyo inaenda migi. Energy ndivyo inaenda migi. Maana napigana na shetani hapa ananiuza, unawachanua kwa nini? Shetani ananipiga hapa. So give me time. Wakati wa sadi wachana na mchungaji. Halo? Sasa kuna watu mnaona nyuso zimebadilika. Maana hii ndio ile wakati peke yake naweza kukutana na nani? Na mchungaji. Maana nakuaga busy in the week. I cannot afford the time to come in the week. Apostle ndio hakuagi busy. Ndio idler. Anakuaga hapa akiwa idler. I'm not an idler. Hello, I do a lot of study. Hii maneno na kufundisha nimeomba. Ukanikuta hapa saa 9 usiku, niliingia saa 9 nikiomba nikiambia Mungu, nipatie ufunuo, unataka niambie watu wako nini? Hello, Mungu akadownload. Na sasa mimi nafanya ni kuupload kuweka nini? Ni kuupload. Mimi ndio na yes, si unaona hiyo process. Yeye ali-upload. Katika kuupload internet ya biguni ilitumika na ilikuwa inanyonya mimi. Sasa mimi na internet bado inatumika ya biguni, bado ninanyonywa. Sasa mnataka kunimaliza kwa nini?
nisaidieni niende siku mingi. Sina bado mimi nika kijana. Yes. Ni venye nywele imeng'oka. Hello. So you need these gifted people. With gifted people, they will protect you. With gifted people, they will take you high places. With gifted people, watakusaidia kufanya vitu ambavyo. Angalia kama wale mama wanashonaka viodo pale. Unakuta mama ni mzee tu anafanya hivi. Unaona anafanya makaba hivi, anafanya makaba hivi, unafanya makaba hivi. Nilijaribu nikaona vidole zangu zitakatikia hapo. Lakini within 1 week kiodo imesimama. Unashindwa ni mashini ilitumika ama ni nini? It is a gifted person. Na ndio unaona watu wengi wameandika biashara zao gifted hands. You need gifted mouth. You need a gifted hands. You need gifted legs. Maana the legs also, they must be gifted. Maana usikikosa mtu wa kukuelekeza kwenye shamba yako, maana kwenye shamba yako kile kitu unaenda kumiliki lazima utumie miguu. Ndio upate plot Nairobi, lazima utumie miguu. Ndio upate kazi mzuri Nairobi, lazima utumie miguu. Na utakapoipata utamiliki. Haleluya. Utakapoipata utafanya nini? Alimwambia Joshua, mahali utakanyagisha nyao zako utamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile kitu utashika kwa mikono. Akauliza Musa, umeshika nini kwa mikono yako? Akamwambia nimeshika fimbo. Akamwambia waachilia chini. Fimbo ikabadilika ikakuwa nyoka. Kamesa manyoka zingine. Those are the gifts. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mahubiri na kuhubiria mpaka unasikia unashangaa unashindwa huyu mtu anasoma Biblia gani? Ni ile nasomaga. It's a gift. Na ulikuwa unanihitaji. Sema amen. Ama sina gift? Yeah? Kweli. Na mbona sisikii makofi? Yes, you needed me. You needed me to come nikufundishe maneno vitu vya kidunia. Si niendelee kubati tukienda biguni tunaenda kubarikiwa. Tukienda biguni tunaenda biguni aje na hatujakula matunda ya dunia? Hapana. Hata Yesu akisema nakuja nitamwandikia barua nimwambie kaa miaka ingine 2000. We need to eat. We need to live a good life. I need to drive the best car. I need to go on a best chopper. Nataka kutembea na private jet. Akikuja hizo ndege zote zimeondoka. Sasa utakuwa tumefanya nini? Kaguo kazuri sijavaa, designer. Bwana Yesu asifiwe sana. I need the designer. Sasa unamwambia akuje na hujavaa designer. Sasa utaenda huko na hakuna habari nguo nyingine utapatana nayo. Labda utaishi na hiyo milele. Maana hakuna kubadilisha, tutaubwa upya. Si ndio tunasemekana? Tutatengenezwa upya. Kwa hivyo hiyo nguo itakuwa renewed. Utaishi nayo milele. Sasa utakuwa ukiambia watu nini ulivaa nguo gani? Tukiwa huko tukipiga kwa hiyo corner plot. Huko chini tukitembea. Utakuwa ukitembea story gani? Ulitembea na gari gani? Mimi nilitembea na Rolls Royce. Nilitembea na Mercedes Benz. Mimi nilitembea na chopper. Yes, utatupatia story gani tukiwa huko? Utatuambia venye ulikuwa unakula ugali bila chakula. Bila nini? Bila omena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukule vitu kwanza. Hizi vitu tulipatiwa na Mungu. Hapa tukule tuishi maisha mazuri. Ndio tukienda mbinguni hatutaenda kusumbua Mungu tena. Tutaenda kuishi vizuri. Haleluya. Kwa hivyo tafuta wacha kukaa kama maskini. Tewi karata mudumu. Talikanya mu. Kaa kama mtu wako nayo. Hata kama hauna. Prepare the ground ya kureceive. Wacha hata kunajua mtu amekuwa maskini baka unakutana anatembea hivi because amekujwa na umaskini baka ground ya kupata vitu baka vitu zinaogopa zinauliza Mungu tunaenda kufanya hata hasha gai hasha kutotigodhie tamuone kinyole alaji kinya kama miogo noko baka unakuta na sweat ulimi una sweat baka vitu za dunia gari Mungu alikuwa ameachilia Mercedes Mercedes anasema hapana Mungu hapana. This man is a joke. This man is a joke. No. Hatuwezi kwenda kukaa na mtu baka anasweti ulimi. Atakuwa kituambia nini? Ataniendesha aje? Ka designer suit kametoka France. Kama aka kagu. Kana angalia baka mwili haiwezi ingia suit. Kanaambia Mungu hapana. Wacha tumupatie time. So prepare yourself for the blessings of God. Walk like you are a blessed person. Do like you are, confess blessings. Tangaza nimeshinda. Tangaza nimefaulu. Tangaza mimi ni tajiri. Tangaza mimi ni mwenye ndege. Tangaza mimi ni mwenye ardhi. Tangaza. Manausi jitagasie. Wacha kukaa hapa mpaka wrinkles zimezoea. Unajua kuna watu ukimwangalia wrinkles hizi zinakuaga zigzag. Zimezoea mwili. Hazitokagi.
Unakutaka tu anakaaga, hata akicheka unaona zinaongezeka akicheka. Badala ziishe, zinaongezeka tu. Maana yeye mwenyewe ni deposit ya shida. Ikala gogo. Hata unakuta hata jicho moja imekuwa dogo. Imekuwa dogo kwa sababu anakaaga na design hivi. Akiangalia watu wakiendesha magari anasema watu ni Illuminati. Yaani hakuna siku utaona Mungu. Mtu akinunua kasuti ni Illuminati. There is no single day utaona Mungu. Unaonaga tu Illuminati kwa sababu yeye mwenyewe ni Illuminati. You're a devil, you cannot be seeing what you are not. Unaonanga kile kitu huko. Ona Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona Mungu mshindi, Mungu mwenye vitu, Mungu mwenye utajiri, na alinipatia mikono na akaniambia miliki, kamata vitu. Yes. Na akanipatia, akamwambia Jeremiah, chochote nitakwambia useme, utasema. Kumbe akaweka power kwenye mdomo yangu. Nikisema hii shamba ni yangu, itakuwa ni yangu. Nikisema huyu ni wangu, atakuwa wangu. Sasa wanawake wale hamuna wanaume. Niwaambieni siri. Miliki mtu. Miliki mtu. Yes, sema huyu ni wangu na simuachi. In the mighty name of Jesus. Kuja toa bego hapa, wekelea hapa, lakini mimi msinimiliki. Yes. Kamata kitu. Ambia Mungu, huyu ni yeye. Yes. Kamata yeye. Kamata kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu inua dhabihu yako. Muinulie dhabihu, ambie Mungu mahali popote hapo na akuje. Alafu usikamate tu mtu ovyo ovyo. Unajua na nyinyi hamjui kukamata vitu. Msikamate mtu ovyo ovyo. Ambia Mungu, mimi kama wewe ni mwanamke, kuna mahali ulitoka. Si ni mwanaume alivujwa ubavu? Wewe ndio ukuje. Ambia Mungu, ninataka kurudi kwangu. Yes, hata kama ako na mtu. Hata kama ako mahali, muitishe. Hata kama ako na watoto 20, ukirudi na murudiane, mtakaa maisha mzuri sana. Maana you have come back home. Bwana Yesu asifiwe sana. Tiago itaki ate bwana nataka husband. Their husbands are many. We are all husbands here. Yes, and we can make you 3, 4, 5 of you. Na wataka, and you be my wives. Don't look for a husband. Young girls, don't look for a husband. Do you get me? Don't look for a husband. Yeah? Look for arofaru. Look for home. Mahali ulikonoro urudi hapo. You will see peace. Bwana Yesu asifiwe sana. Na umtolee dhabihu. Ambia Mungu, ninataka kurudi kwangu. Na utarudi. Hiyo ndio nyumba yako. Nyumba si kujengwa huko. Hapo ndio ulikuwa umetoka. Hiyo ndio nyumba yako. Hiyo si ni ushauri mzuri kwa wamama? Si mtipigie makofi. Twende ya mwisho. The kind of a person you need in your life. A burden bearer. Mtu wa kukusaidia kubeba mzigo. Kuna watu wanasimamanga na wewe, uchukiwe, ulaaniwe, ufanyiwe mateso, ufanyiwe vitu vyote vya dunia. But utakuta kuna mtu anasimama na wewe. Wanakuambia huyo ni mtu ya mogeke. Bado unakuta unasema ana wa mogeke. Nitogotorana nake. Bwana Yesu asifiwe sana. These are loyal, emphatic individuals who stand by you through difficult situations. They are there with you. They will stand by you through any situation. Wako na wewe. Ukikuwa na daraja, wako na wewe. Ukitukanwa, wako na wewe. Ukiambiwa maneno, wako na wewe. Hawakujagi kwako kwa sababu kuna kitu wanataka. Wanataka tu kuona umesucceed. Hallelujah. If you can get those people, ukae na wao, wakue katika maisha yako. They do not love you for your success. They don't love you for your success. They love you because of what you are, whom you are. Si kwa sababu ya wanataka ufaulu, lakini wametambua mafuta yako. Wametambua wewe ni mtu ambaye anaweza kuenda. They are there just kukusimamia tu, kutembea na wewe, kusema indeed I have met a man of God. Nitasimama na huyu mtu wa Mungu, nitatembea na huyu mtu wa Mungu. Ninajua ako na kitu kinaweza kuleta baraka kwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. They sustain you until you achieve your goal. They are there to sustain you until you achieve your goal. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawatakuacha. Hawatakuacha. Wataendelea kukaa na wewe. Lakini sasa ukikuwa hapa, kukiumia kiskando, kutokea kiskando, apostle alipatikana na mama fulani kwa bar, wakimomunyana. Wakati ane goma. Atale goma. Huyo
Tulijua tu hajaokoka vizuri. Na ndiye alikuwaga mama kanisa. Na ndiye alikuwaga mzee wa kanisa. Na ndiye alikuwaga youth leader. Na ndiye alikuwaga kwaya. Na ndiye alikuwaga lakini wakati kashida kametokea hivi. Hata tulijua tu. Mimi hata vinya nilikuja nikamwangalia. Nilikuwa tunatafuta exit na Mungu ameilete. Because they did not carry your burden. They were here because of what they were eating from you. Bwana Yesu asifiwe sana. They were here because kuna benefit walikuwa napata. Na hiyo ndio ilikuwa inafanya wakae na sisi wapi hapa. Wakati ka benefit kamekosekana. Kuna siku moja najua mimi nilikuwaga sigo wakati mwingine. Sasa nilitaka kufukuza ndio wasiniletee shida nikipata mtu. Nikaenda nikanunua pete nikavaa. Nikasema kama si wewe umenivalisha hii, ujue kuna mtu amenivalisha. Kanisa ilipasuka nusu. Yenyo kile shwa. Nikajua hawa. Ngethena nimekorana koroga nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumebarikiwa.